Wapendwa taifa la Mungu, leo ni siku ya Alhamisi Kuu ambapo kanisa linaanza rasmi siku tatu kuu za Pasaka. Kanisa huadhimisha fumbo kuu la Pasaka katika sherehe ya pekee kabisa. Ni adhimisho moja kubwa linalodumu kwa siku tatu: Alhamisi Kuu jioni, Ijumaa Kuu, Jumamosi Kuu na Dominika ya ufufuko wa Bwana. Kwa kuhesabu kawaida tunaweza kuona kama ni siku 4. Tunapateje siku hizi tatu? Kwa kuhesabu siku kiliturujia, ambapo siku mpya huanza jua linapozama, tunapata siku tatu kamili, yaani Alhamisi Kuu jioni mpaka Jumapili jioni. Lakini kimsingi kilele cha siku hizi tatu ni vigilia ya Pasaka, siku ya Jumamosi Kuu usiku, tunaposherehekea ufufuko wa Bwana. Katika azimisho hili kanisa hutukumbuka na kuadhimisha kuteswa, kufa na kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mama Kanisa huanza ibada ya Pasaka kwa azimisho la karamu ya mwisho, siku ya Alhamisi Kuu. Katika azimisho hilo Kristo anadhihirisha kwetu mapendo yake yote. Ingawa alikuwa Bwana na mwalimu, alijifanya kuwa mtumishi wa wote. Anawakumbusha mitume wake kwa kuwaosha mitume wake. Kwa tendo hilo aliweka rasmi amri kuu ya mapendo, akiwaagiza mitume wake kutenda vile vile kama yeye alivyotenda. Rejea Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 15. Kristo hakutoa kielelezo tu, bali alijitoa yeye katika Ekaristi Takatifu. Alitoa mwili wake na damu yake, sadaka atakayoitoa pale msalabani siku ya Ijumaa Kuu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kisha anawapa mitume uwezo wa kufanya hivyo. Kwa ukumbusho wake, anaweka rasmi sakramenti ya daraja takatifu. Wapendwa, katika siku ya Alhamisi Kuu, Mama Kanisa anatukumbusha kuwaombea mapadri katika utume wao, ili maisha yao yafanane na Kristo, ili waamini wazidi kumwona Kristo katika wao. Siku hii ni siku ya mapadri wanapokumbuka kuwekwa rasmi kwa sakramenti ya daraja takatifu na wakirudia ahadi zao kwa Kristo. Baada ya adhimisho la misa takatifu, Mama Kanisa hutualika kukesha pamoja na Kristo, ambaye baada ya karamu ya mwisho alikwenda Getsemani kusali na kuingia rasmi katika mateso yake. Kesha hili ni namna ya waamini kuambatana naye katika saa zile za huzuni na mapambano ya kiroho. Kabla ya kukamatwa kwake, tunaitikia mwaliko wake kwa mitume: hamkuweza kukesha nami hata saa moja? Rejea Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 40. Kwa kuwa Ijumaa Kuu hakuna ibada ya misa, kanisa linaweka akiba ya Ekaristi iliyowekwa wakfu Alhamisi Kuu jioni. Tunakesha mbele ya Ekaristi Takatifu kwenye sehemu iliyoandaliwa kama ishara ya shukrani kwa zawadi ya chakula cha uzima alichotuachia. Kisha altare huvuliwa vitambaa na mapambo yake na kubaki wazi. Hii ni ishara ya maombolezo, ikitukumbusha jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyotelekezwa na wanafunzi wake, akakamatwa, akavuliwa nguo, akafungwa pingu na mwisho akasulubiwa msalabani. Kumbe kesha ni muda wa toba, tukiwa na Kristo mfungwa wa mapendo yasiyo na mipaka. Ukimya huu
huendelea mpaka kwenye adhimisho la vijilia vya Pasaka siku ya Jumamosi Kuu usiku, tutakapoadhimisha ushindi wa Kristo katika ufufuko wake. Wapendwa taifa la Mungu, tuombe neema ya Mungu kudumu katika mapendo, ili mkombozi wetu atakapofufuka atukute tukiwa na imani thabiti na kubeba msalaba wetu mpaka atakapofikia siku ile ya mwisho. Tumsifu Yesu Kristo.